Tuweze kujumuika kwa pamoja na tuweze kupata neno lake Mwenyezi Mungu, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni mwezi wa 11 mwaka huu wa 2024, na ambapo tunajumuika pamoja na watumishi wake Mwenyezi Mungu ili kupata neno lake Mwenyezi Mungu, kupata neno la kutujenga, neno la kutuinua na neno la kutuongoza maishani mwetu. Jina langu ni Kelvin Kariba, na siku ya leo tunajumuika pamoja na watumishi wake Mwenyezi Mungu. Kumbuka unaweza kuzungumza pamoja nasi kupitia 22914 22913 na pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni pande ya Facebook Mwangaza TV, Keheo TV na Mwangaza wa Neno FM, na bila kusahau wewe ambaye unatazama kupitia mtandao wa kijamii wa YouTube Mwangaza TV Kenya. Asante sana kwa kujumuika pamoja nasi. Hakikisha unapofuatilia mahubiri haya umesubscribe na unafuatilia vyema kabisa. Na kwa sababu tu ya muda, niruhusu tu mpenzi mtazamaji, kwa sababu nikitazama upande mwingine na muona mtumishi wake Mwenyezi Mungu yupo tayari na ange kabisa ili kuweza kuanzia kwa utangulizi. Karibu sana mtumishi. Asante sana ndugu yangu Kariba. Mungu akubariki, akutende mema kwa utangulizi mzuri katika jina la Yesu Kristo. Thank you. Ningependa kusalimia wewe ambaye unatutazama na mahali unatusikiza asubuhi leo. Nikwambie Bwana Yesu asifiwe sana. Natumai ya kwamba umzima. Kristo mwana wa Mungu amekulinda, amekutenda mambo mazuri, nasi hapa tuko wazima. Tunashukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni mwezi mwingine mzuri Bwana ametupatia mimi na wewe tuweze kuwa na nafasi mzuri ya kumwambia asante kwa ushindi wake na kwa uaminifu wake kwa maisha yetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kwa hivyo nawakaribisha mahali popote mlipo, karibuni sana tuweze kuandamana pamoja nasi katika ibada ya siku ya leo, na najua kwamba Mungu amekuandalia mambo mazuri. Kwa hivyo tafadhali unapoendelea na kazi yako pata nafasi tusikize hapa, na najua kwamba Mungu atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Bila kupoteza muda tutaanza kwa maombi, kisha tutaendelea na Mungu atatubariki. Kwa hivyo na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tumekuja mbele zako mfalme mwema asubuhi ya leo. Jambo la kwanza tunaliinua na kubariki jina lako. Asante kwa wema wako juu ya maisha yetu. Asante kwa nafasi nyingine Baba umetupatia. Asante kwa mwezi mwingine mpya umetupatia. Yesu mwana wa Mungu, tuko na kila sababu ya kusema asante kwa mema na makuu ambayo umetenda kwa maisha yetu. Siku njema tunanyenyekea mbele zako. Tunajikosa mbele zako na kuomba upate nafasi katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Sisi hakuna jambo tunaweza pasipo wewe. Kwa hivyo tunakuhitaji Bwana wa majeshi. Ukubali kutembea nasi mwezi huu. Kubali Baba kututangulia kwa kila shughuli na mambo iliyo mbele yetu. Yote tuikabidhi mikononi mwa Jehova ambaye imejawa na nguvu na uweza. Bwana ukatembee na ukaenene nasi tukaona ushindi wako kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo Baba tunakualika kwa hii madhabahu. Tukiomba upate nafasi Mwenyezi Mungu. Ututembelee kwa njia ya ajabu. Kuna wale ambao wanatutazama, kuna wale ambao wanatufuatilia. Wote tuwakabidhi mikononi mwako. Bwana uwakumbuke. Bwana uwakumbuke leo. Uwatembelee Mwenyezi Mungu. Ukutane na mahitaji yao. Watazamie kwa kila jambo ambao Bwana wanafanya Mwenyezi Mungu. Tuomba ushindi wako juu ya maisha yao. Bariki maisha yao. Bariki kazi za mikono yao. Wale ambao wako hospitali Baba watembelee, waponye. Walio gerezani Baba wakumbuke, wafungulie njia. Wale ambao wako kwa biashara zao tunaomba baraka na kibali. Mwenyezi Mungu kiwatembelea utawatenda makuu na mema katika jina la Yesu. Tunaombea nchi yetu ya Kenya. Tunaombea taifa letu la Kenya. Tunaombea viongozi wetu. Tunaomba amani yako. Tunaomba baraka zako. Tunaomba
ushindi wako katika jina la Yesu. Asante kwa baraka ya mvua ambayo inazidi kunyesha kila kona katika nchi yetu. Tunashukuru jina lako, maana tulikuwa tunahitaji mvua. Baba, umetupatia. Asante kwa upendo, asante kwa kutujali, asante Bwana wa mabwana kwa baraka zako ridima katika nchi yetu ya Kenya. Bwana, tunapoanza ibada hii uwe mwanzo wetu na ukawe tamati mwetu. Kila jambo likatendeke kwa utukufu na sifa zako. Hata tunapoenda kusikia neno lako, tumishi wako ukamtumie, ukampatie kibali, ukampatie ufunuo, akanene mausia yako kama vile umekushuhudia. Nazo sifa na utukufu Baba zitakurudia, na ni katika jina la Yesu Baba tumeomba na kuamini. Amen. 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 Tunashukuru Mungu sana. Bila kupoteza muda, niweze kukaribisha mtumishi wa Mungu. Karibu Reverend, uweze kuendelea kwa jina la Yesu. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nimeokoka. Napenda Bwana Yesu. Asubuhi ya leo naitwa Reverend Mathenge na ninashukuru Mungu sana. Tunashukuru Mungu kwa nafasi ametujalia huu mwezi wa 11. Asanti kwa sababu yako. Tunashukuru Mungu kwa sababu umetembea na sisi tangu mwanzo wa mwaka huu hadi mahali hapa. Huwa tunashukuru kwa sababu ya ujumbe ambazo unatuma, maombi ambayo pia unatuma ili tuweze kuwaombea, na hata ushuhuda ambazo unatoa kwa sababu ya yale mambo Mungu amefanya. Hakika nyinyi ni watu wa baraka na dhamana, na kwa hivyo tunasema ni asanti kwa niaba yenu, kwa sababu Mungu ndiye amewawezesha, na tunazidi kuwaombea Mungu watende mambo mazuri na Mungu awatende mambo mema. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa tuingie katika eneo la Bwana ambapo tutaweza kusomewa na mtumishi wa Mungu kutoka kitabu cha Zaburi 30. Tuanzie hapo mstari wa 1 hadi mstari wa 5. Psalms chapter 30 from verse 1 to verse 5, na ninajua Mungu atatubariki. Asante. Basi na tusome. Mwenyezi Mungu, na kutukuza maana umeniokoa. Ndio. Wala au kuniacha adui zangu wanisimange. Ndio. Mwenyezi Mungu, Mungu wangu, nilikulilia msahanda, nawe ukaniponya. Asante, tufikishe hapo. Rudia tena mstari wa 1 mchungaji. Mwenyezi Mungu, ndio, na kutukuza maana umeniokoa. Asante sana. Nataka kuongea kuhusu maada ama ujumbe ya kwamba kuwa na moyo wa shukrani, a heart of thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali tumesomewa hiyo Zaburi ya 30 kuanzia mstari wa 1. Yes. Ni Zaburi ambayo inaongea kuhusu sala ama ombi la shukrani mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na ni vyema mpendwa mtazamaji na msikilizaji kukumbuka kwa wakati kama huu, imesalia tu kama mwezi mmoja na masiku tuweze kutamatisha huu mwaka wa 2024. Yes. Na imekuwa ni safari, imekuwa ni mwenendo, tumeenenda hapa na pale, kumekuwa na panda shuka, kumekuwa na hali tofauti tofauti katika familia, katika huduma, katika nchi, lakini katika mambo yote Mwenyezi Mungu ametushika mkono. Amen. Mwenyezi Mungu ametuangazia. Dio. Mwenyezi Mungu ametuonyesha njia zake. Yes. Amekuwa mwingi wa huruma. Dio. Ametembea na sisi, ametuokoa. Wakati tumekuwa chini, Mungu ametuinua. Yes. Wakati tulikuwa tunalegea, tunayumba yumba, akatudhibitisha. Dio. Wakati tulihitaji baraka moja na nyingine, akatujalia. Kwa hivyo ni vyema kukuwa na moyo wa shukrani wakati kama huu. Yes. Mwandishi anasema ya kwamba nitakushukuru wewe Mwenyezi Mungu, Ndio, kwa sababu umeniokoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ni vizuri kuelewa ya kwamba hatujui pengine ni nini ambacho Mwenyezi Mungu alimuokoa. Ndio. Lakini mwandishi wa Zaburi ako na sababu ya kuambia Mungu ni asanti. Ndio. Kwa sababu nilikuwa hatarini lakini Mungu uliniokoa. Aha. Ni watu wengi ambao Mungu amewaokoa na ametuokoa. Ndio. Tulikuwa katika hatari fulani. Ndio. Tulikuwa midomo ya maadui yamefunguliwa. Yeah. Tulikuwa tumeshikwa mateka na magonjwa fulani. Ndio. Tulikuwa tumefungwa kiasi cha kwamba tulikuwa tunatazamia gereza. Ndio. Ama tulikuwa tunatazamia kaburi. Yes. Lakini mwandishi anasema nitakushukuru Mwenyezi Mungu. Ndio.
kwa sababu umeniokoa. Aha. Kwa hivyo kuokoa, tumeokolewa na Mwenyezi Mungu. Ndio. Hatari zimekuwa nyingi hapa na pale. Ehe. Hata mambo mengi ni yale Mungu huwa hafichui. Ndio. Mambo mengi ni yale Mungu huwa hatuambii. Ni kweli. Vita vingi ambavyo Mungu ametupigania ni vile hajatuambia. Ehe. Lakini yeye hupigana bila sisi kujua. Ndio. Yeye hutuokoa bila sisi kujua. Yes. Yeye hututetea bila sisi kujua. Ndio. Mwandishi anasema nilikuwa katika hatari, Ndio. lakini Mungu uliniokoa. Aha. Kuna jambo Mungu amekuokoa mwaka huu. Ndio. Ukitafakari na ukumbuke vizuri. Yeah. Kuna wakati pengine madeni yalikuwa ni mengi sana. Aha. Kiasi cha kwamba karibu uchotwe. Ndio. Kuna wakati ambapo ulikuwa na tishio la kifo. Ndio. Lakini Mungu alikuokoa. Yes. Hali ya kuokolewa ni mtu aliyekuwa kwa taabu. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati. Yes. Mkono wa neema ukatuokoa. Ndio. Mwandishi anasema ya kwamba anafungua Zaburi kwa kusema nitakushukuru wewe Mwenyezi Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati mpendwa wa kutafakari. Ndio. Na kutafakari na kukumbuka mahali Mungu ametutoa. Yes. Kukumbuka safari ambayo umetembea na Mungu. Ndio. Na kujua ya kwamba Mungu ndiye ametushika mkono. Ehe. Mungu ndiye ametushikilia. Ndio. Mungu ndiye ametuhurumia. Yes. Mungu ndiye ametuonekania. Kweli. Nitakushukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Kwa sababu najua umeniokoa. Ndio. Umeokoa moyo wangu. Ndio. Umeokoa nafsi yangu. Yes. Umeokoa familia yangu. Ndio. Umeokoa watoto wangu. Yes. Umeokoa wazazi wangu. Ndio. Umeokoa huduma umeniaminia. Yes. Umeokoa taifa letu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuokolewa umeokolewa. Ndio. Kuokolewa umeokolewa na Jehova. Amen. Wakati ulikuwa kwa taabu, Ndio. Jehova alikuokoa. Yes. Hata wakati umelala Ndio. na majini yalitumwa, Ndio. lakini Jehova alikuokoa. Yes. Hata wakati ulikuwa kwa gari Ndio. na karibu ajali ifanyike, Ndio. lakini Jehova alikuokoa. Okolewa. Ulikuwa unaenda kujifungua mtoto, Ndio. madaktari ikashindikana, Ndio. karibu ukate kamba, Yes. karibu huyo mtoto aondoke, Ndio. lakini uliokolewa. Uliokolewa. Sio kwa mkono wa binadamu, No. lakini mkono wa Jehova. Yes. Uliingia kwa hiyo hospitali, Ndio. mahali ulikuwa umelazwa, Ndio. kansa ilikuwa imekushika. Ndio. Kuokolewa, uliokolewa. Ndio. Wakati pneumonia ilikuwa imekukamata, Ndio. lakini mkono wa Bwana Yes. ukaokoa moyo wako. Ndio. Wakati wakora walikuwa wamezunguka nyumba yako, Ndio. lakini Jehova Jehova alikuwa mchungaji mwema. Ndio. Kuokolewa, tumeokolewa. Tumeokolewa. Wakati ulienenda katika taifa la ng'ambo, Ndio. haukukuwa na mtu wa kukusaidia. Yes. Majaribio yakakuja, Ndio. kesi ukaekelewa, Ndio. lakini uliokolewa. Haukuenda kwa gereza kwa sababu Jehova ameokoa maisha yako. Ndio. Kuokolewa, tumeokolewa. Tumeokolewa. Mwandishi anasema Ndio. nitakushukuru Bwana kwa sababu uliniokoa. Ndio. Nilikuwa hatarini, lakini uliniokoa. Uliniokoa. Sikukuwa na mzazi wangu, Ndio. lakini wewe uliniokoa. Uliniokoa. Sikukuwa na mchungaji wangu, Ndio. lakini Baba uliniokoa. Uliniokoa. Sikukuwa na rafiki yangu, Ndio. lakini Jehova uliniokoa. Uliniokoa. Nasema kuokolewa, umeokolewa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwandishi anasema Ndio. nitakushukuru Bwana, Ndio. nitakushukuru Bwana. Oh, yes. Haleluya. Haleluya. Hakuna jambo mzuri. Ndio. Malizia mwaka na moyo wa shukrani. Wa shukrani. Malizia Novemba ukiwa na shukrani. Shukrani. Malizia Disemba Ndio. ukiwa na shukrani. Shukrani. Najua umeomba mengi, Ndio. hata yale yamefanya, Ndio. mwambie ninakushukuru. Thank you. Yale haujafanya, mwambie ninakushukuru. Thank you, Lord. Mwambie Jehova, Ndio. siku zimesalia, sasa moyo wangu Ndio. unafunguka na kuwa na shukrani. Shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaendelea kusema nini mchungaji? Thank you. Maana kuokolewa, Tumeokolewa. tumeokolewa Sana. ndio. Haleluya. Haleluya. Mstari wa pili. Ndio. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, Mungu wangu, Mungu wangu. nilikulilia msahanda, Ndio. nawe ukaniponya. Amina.
Mwenyezi Mungu, haleluya, umeniokoa kutoka kuzimu. Sifikisha hapo mchungaji. Thank you. Kwa hivyo mwandishi alikuwa mgonjwa. Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu nilikulilia, na wewe uliniponya. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua kuna magonjwa huya yanatupata. Ndio. Magonjwa ambayo hata daktari anasema ya kwamba hii haiwezekani. Ndio. Hii mahali imefika haiwezekani. Hata pengine ulipanda ndege ukaenda India. Umetumia dawa zile zinajulikana. Ndio. Umetumia hata supplements. Umetumia kila maarifa ya mwanadamu. Zote. Hakuna kitu haujatumia. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ugonjwa uliokuwa ndani ya mili yetu ukafika kiwango ambacho inafanya ukuwe hali mahututi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Jehova, nashukuru Jehova. Haleluya. Kwa sababu yeye ni daktari. Hakuna kitu Mungu hawezi kuwa. Ndio. Ukikuwa mgonjwa anakuponya. Ndio. Ukikuwa chini atakuinua. Haleluya. Ukikuwa kwa giza atakuwa mwangaza. Amen. Ukikuwa kwa kifo anakuwa uhai. Ndio. Ukikuwa chini anakuinua. Hakuna kitu Jehova hawezi kuwa. Hakuna. Akakuwa mponyaji. Maana mwandishi aligonjeka. Ndio. Ugonjwa ambayo ukisikia anasema uliniokoa. Alikuwa karibu na kifo. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisikia anaokolewa, hakukuwa mahali pazuri. Hapana. Alikuwa ameisha. Alikuwa amekonda. Alikuwa amedhoofika. Alikuwa anaonekana huyu vile anaendelea. Kaburi iko karibu. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakuambia mpendwa, kuna Mungu mbinguni ambaye alisikia maombi yake. Anasema nilikuomba na wewe Jehova ukasikia maombi. Haleluya. Nashukuru Jehova ambaye tukimuomba hata mahali tuko hii ukuta haiwezi zuia maombi ya mbinguni. Haleluya. Hata kama kuna nyesha mawingu hayawezi zuia maombi ya penye. Hata kama kuna malaika wagani maombi ya mtakatifu ya mwenye haki huwa inapasua ukuta, inapasua madirisha, inapita milango, inapita pasia. Mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, inaingia ya tatu katika masikio ya Jehova. Daudi akasema nilimuomba nikiwa chini, nikiwa mgonjwa. Haleluya. Jehova akasikia, akashuka na uponyaji, akatakasa, akaingia kwa mifupa, kwa nyama, kwa ngozi, kwa mifupa. Haleluya. Mahali ambapo dawa haingeingia, mahali ambapo dawa haingeponya, mahali ambapo daktari hangeweza. Daudi anasema Jehova akashuka na akamponya. Haleluya. Akaponywa na Jehova. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati nilikuita ukaniponya. Ndio. Haleluya. Nashukuru Jehova. Yes. Anasema ya kwamba ulizuia Ndio. niende kuzimu. Kabisa. My God. Alikuwa hali mbaya. Ukisikia akisema mambo ya kuzimu, ndio hali yake ilikuwa mbaya. Hali ilikuwa mbaya mchungaji. Ile watu wanasemanga, ndio huyo ni wito na gai. Huyu ni wetu na Mungu. Ndio, mahali amebakia. Na unasikia yeye pastor hasemi nilikuwa. Hapo wamesema juu ya kuzimu, tafadhali rudia hapo. Anasema ndio mstari wa 3. Ndio. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Umeniokoa kutoka kuzimu. Sio kutoka mbinguni. Hakuwa anaona anaenda mbinguni. No. Alikuwa anaona anaenda kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna wakati huwa unajipata katika hali mchungaji. Ndio. Sijui kama ni kukosea, pengine alikuwa amekosea. Sasa anaona hapa ile tokio itatokea. Haoni anaenda kwa baba. No. Anaona sasa ni jehanamu anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Jehova kwa sababu ya huruma. Kwa sababu ya huruma zake. Sio kwa sababu ya matendo yetu. Sio kwa sababu sisi ni watu wazuri. No. But because of the mercies of God. Kwa sababu ya huruma. Nilikuwa nimegonjeka. Na akaona sio mbinguni anaenda. Akaona milango
imefunguliwa. Kuzimu. Haleluya. Amen. Shetani alikuwa anamngojea, lakini Jehova akashuka kwa huruma. Haleluya. Kuna watu ambao walikuwa wameandikiwa ya kwamba wataenda kuzimu. Kuna watu ambao walikuwa wamegojewa maisha yao yaende kuzimu, lakini Jehova alishuka akasimama, akasimama kwa niaba yako, kwa niaba yangu, kwa niaba yetu, akasimama, akazuia kuzimu isitushike, kuzimu isitumeze. Daudi anasema, nashukuru Bwana kwa sababu magonjwa aliyaondoa, kuzimu akafunga. Haleluya. My God, Jehova kuokoa, ametuokoa, kuokoa, ametuokoa. Haleluya. Haleluya. Daudi anasema, nashukuru Bwana, nashukuru kwa sababu macho yalikuwa yameona ya kwamba naenda kuzimu. Haleluya. Lakini Jehova haleluya, aliingilia kati. Sio mwili tu aliponya, hata kuzimu ilifungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aliponywa mwili, Ndio. na kuzimu milango ikafungwa. Haleluya. Amen. Hata kwako na kwangu, Ndio. Jehova kuokoa, ametuokoa. Ndio. Jehova kuokoa, ameokoa maisha yetu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ya kwamba nilikuita, ukanisikia, ukaniponya, ukaniondoa kutoka kuzimu. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu najua 2024 Jehova ametembea na sisi. Ametembea na wewe, ametembea na watu wako, ametembea na ndoa yako, ametembea na watoto wako. Nasema siku ya leo kuwa na moyo wa shukrani, maana Jehova ametuokoa. Tusomee mchungaji. Thank you. Haleluya. Ametuokoa. Ameokoa pastor. Haleluya. Ndio. Anasema ya kwamba Ndio. ametuokoa Ndio. kutoka kuzimu. Yes. Umenipa tena uhai. Oh my God. Umenitoa miongoni mwao waendao kuzimu. Umenipa tena uhai. Haleluya. Endelea hapo mchungaji, endelea. Mstari wa 4. Ndio. Mwimbieni Mwenyezi Mungu sifa, Ndio. henyi uaminifu wake. Amen. Kumbukeni utakatifu wake. Yes. Na kumshukuru. Haleluya. Hapo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati umenipatia tena uhai. Haleluya. Oh, haleluya. Amen. Sijui ni watu wangapi wanakubaliana na mimi ya kwamba Mungu ametupatia uhai wake tena na tena. Amen. Haleluya. Amen. Ati anashuhudia mchungaji, umenipatia uhai. Umenipatia. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kifo ilikuwa imefunguliwa sana. Ukurasa wa kifo ulikuwa umefunguliwa hapo mbele yake. Kaburi ilikuwa karibu na yeye. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakukuwa anaona hapa ataokolewa. Unajua kuna hali mchungaji unaweza fika na upitie. Ndio. Uone ya kwamba hapa sasa, hapa hakuna jambo lingine linaweza tokea. Ndio. Hapa sasa ni kifo inakuja. Yes. Unajua na mwisho wa binadamu kwa macho ya mwili na damu ni kifo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu, nilikuwa nimefika mahali ambapo ninaona ya kwamba sasa ni kifo, ninaenda kukufa. Ndio. Kwa hivyo hata pengine kujigawa alikuwa amejigawa kabisa. Hakukuwa anaona ya kwamba hapa kuna njia yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna wakati ndio huwa inafika mchungaji, ndio sio ati ya kwamba hata pengine kuomba hakukuwa ameomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama watu ambao hawakukuwa namuombea, ndio ama familia haikukuwa inamshikilia. Haleluya. Haleluya. Anasema nilikuwa katika hali. Unajua basa kuna hali huwa inapata mtu, ndio hali ambayo inakuja na roho ya kifo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali ambayo inaonekana hapa hakuna njia ya kutokea. Hapa hakuna msaada utapatikana. Yes. Hapa hakuna jambo jema litatendeka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata maadui wameanza kufurahia. Ndio. Maana kama ni mtu amegonjeka. Ndio. Unajua mtu amegonjeka kiasi ya kwamba
kwamba ni kifo inaonekana, Ndio. hata macho ya mwili inakuonyesha huyu mtu hayuko upande mzuri. Ni kweli. Huyu mtu hayuko hali mzuri. Maadui kuongea walikuwa wanaongea sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna watu najua wameongewa mwaka huu. Kuna watu walikuwa wanasema ya kwamba wewe kuisha umekwisha. Ndio. Biashara yako imekwisha. Ndio. Watoto wako hawatasoma. Kazi hauwezi pata. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa katika hali, kuna hali huwa inapata mwanadamu Ndio. ambapo inaonekana hakuna njia. Haleluya. Haleluya. Inaonekana hakuna msaada unaweza patikana. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Daudi anasema, Daudi. haleluya. Haleluya. Ndio maana napenda Bwana Yesu. Ndio. Kwa sababu mchungaji, hata watu wote wakuachilie, simama na Yesu. Simama na Yesu. Hata watu wote waseme hakuna Mungu, tunasema kuna Yesu wa Nazareti. Haleluya. Haleluya. Hata kama kuna watu wanaabudu miungu ingine, lakini mimi nasema kuna Yesu Kristo aliyekufa, alifufuka, na siku ya leo ameketi mkono wa kulia wa Mungu Baba. Haleluya. Kuna Yesu ambaye anaokoa. Kuna Yesu ambaye anatetea. Kuna Yesu ambaye anatujua. Kuna Yesu ambaye anajua kifo. Alikufa, anajua kifo. Haleluya. Kuna Yesu ambaye anatenda. Kuna Yesu ambaye anajua. Haleluya. Daudi akapitia katika hali inakaa kifo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Jehova pamoja na familia, lakini Jehova pamoja na utajiri, lakini Jehova pamoja na watu wetu, lakini Jehova. Haleluya. Nashukuru Jehova, maana Jehova ni Jehova. Hakuna mwingine kama Jehova. Hakuna hali hawezi ingia, hakuna mahali hawezi fikia, hakuna mtu hawezi badilisha, hakuna njia hajui, hakuna shida haelewi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema, nikafika hali ambayo nilikuwa ni kifo ninaenda kukufa, lakini Jehova ulinipatia uhai tena. Haleluya. Hakuna kitu kizuri mchungaji kama kuona ya kwamba ni kifo ilikuwa imekushika. Haleluya. Unajua ni kama umeona mtu ambaye amegonjeka kansa, ugonjwa kama kansa, na imefika stage 4, lakini Mungu aanze kupeana uhai wake tena. Unaanza kuona mtu ambaye alikuwa amedhoofika kabisa, mtu ambaye alikuwa sasa amefika mahali sasa kilo zimeanguka chini, lakini Mungu anaanza kuweka uhai. Nyama inaanza kuongezeka. Kilo inaanza kuongezeka. Sura iliyokuwa inakaa giza nyeusi sasa imeanza kuwa nyeupe. Mtu ambaye alikuwa anatembea kiyumbayumba sasa ameanza kusimama. Mtu ambaye alikuwa anatembea bila nguvu sasa nguvu inaanza kupatikana, kwa sababu kuna uhai. Uhai umepatikana. Uhai unarejea. Uhai ndani ya mifupa. Uhai ndani ya nyama. Uhai unapatikana. Haleluya. Daudi hakuhitaji dawa, alihitaji uhai. Hakuhitaji supplements, alihitaji uhai. Kile Mungu ametupatia mwaka huu, ametupatia uhai. Ndio maana tuko uhai siku ya leo na uzima wa afya. Haleluya. Ndio maana magonjwa hata kama yalikuja hayajakuweza, na wengine hawajapatwa nayo kwa sababu ya uhai. Daudi anasema, ulinipatia uhai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ulinipatia uhai tena. Haleluya. Glory. Mungu ametupatia uhai pasa. Uhai wa Kristo. Umetembea na sisi. Thank you, Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu kama kuna jambo tumepatiwa, Mungu ametupatia uhai wake. Popote ambapo tumetembea, popote miguu yetu imekanyaga, popote umeenenda kwa magari, popote ulikuwa, popote ulisimama na umeketi, kuna
uhai Mungu aliwachilia katika jina la Yesu. Hata kama watu walikuwa wameinuka na wakasema hautafika Novemba, lakini Novemba umeingia. Sio kwa sababu ya nguvu zetu, sio kwa sababu ya uwezo wetu, lakini kuna uhai umetoka mbinguni ambao umetushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema ulinipatia uhai tena. Haleluya. Uhai tena. Uhai wa Jehova. Hallelujah. Uliingia ndani yake. Ndio. Na uhai ukiingia pasta, haijalishi ni pneumonia, ati ni pressure ya juu, ama low blood pressure. Uhai ya Mungu haijui sukari, haijui kansa, haijui magonjwa tunayojua. Bwana Yesu asifiwe. Uhai ukiingia, hata kama ni ugonjwa gani, hata kama iko na stage gani, hata kama inaitwa nini, hata kama iko na matibabu haina matibabu, hata kama inajulikana haijulikani, uhai ukiingia, kile sio cha Jehova kinaondoka, na Jehova anapata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nashukuru Bwana, nashukuru Jehova, moyo wangu unakushukuru kwa sababu kuhai umenipatia tena. Uhai umepatiwa, uhai umepewa. Na Daudi hakuinunua, alipatiwa bure. Tumepatiwa bure. Kuishi ni bure, uhai ni bure, uzima ni bure, chochote tulicho nacho tumepatiwa bure. Sasa shukuru Bwana kile ulicho nacho. Shukuru Bwana kwa hiyo mtoto uliye naye. Shukuru Bwana kwa hiyo biashara ndogo. Shukuru Bwana kwa hiyo mtoto wako. Shukuru Bwana kwa hiyo huduma. Washirika umepatiwa, hao washirika wadogo, hao washirika wengi. Shukuru Bwana kwa masomo umesoma, wewe haujasoma. Shukuru Jehova kwa kazi ulionayo, hata kama hauna. Shukuru Bwana kwa gari uko nayo, hata kama hauna. Kwa miguu ulionayo, shukuru Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema nitashukuru Bwana, nitamsifu Bwana kwa yale amenitendea, kwa yale amenitendea. My brother, my sister, kutendewa umetendewa, hata kama yale umetamani hayajatimia, lakini mapenzi ya Baba yametendeka. Haleluya. Uhai uko nayo, uzima uko nayo, kuishi unaishi, kutembea unatembea, kuona unaona. Haleluya. Shukuru Jehova. Haleluya. Mstari wa mwisho unasemaje mchungaji wa 5? Thank you. Mstari wa mwisho ndio maandiko inasema hasira yake udumu kitambo kidogo. Unaweza rudi hapo juu kidogo tafadhali, hapa juu mstari wa 4. Ndio. Mwimbieni Mwenyezi Mungu sifa zake, ndio, enyi uaminifu wake. Ndio. Kumbukeni utakatifu wake na kumshukuru. Ndio. Hasira yake udumu kitambo kidogo, ndio, wema wake udumu milele. Kilio chaweza kuwepo hata usiku, my God, lakini asubuhi uja furaha. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu. Thank you. Nashukuru Mungu. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati Daudi anasema ya kwamba, unajua ndio maana nilikuwa nasema pengine kuna jambo alikuwa umetendea Mungu. Ukisikia anasema hasira zako ni za muda, pengine Mungu alikuwa amemkasirikia. Na hiyo saa zingine huwa inatendeka, tunakosea Mungu na tumemkosea mara nyingi. Lakini Daudi kupitia vile Mungu alimhurumia, Daudi akadhibitisha na anadhibitisha kupitia neno la Bwana ya kwamba hasira za Mungu ni za muda. Kwa sababu Mungu sio kama mwanadamu. Hapana. Hasira za Mungu ni za muda tu. Lakini fadhili zake zinadumu milele. Haleluya. Fadhili za Bwana zinadumu milele. Inaweza kuwa umekosea Mungu mwaka huu, lakini hasira za Mungu ni za muda. Nazo fadhili za Jehova, fadhili za Jehova ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa hatukasiriki milele, lakini fadhili zake zinadumu jana, leo, kesho na milele. Haleluya. Fadhili za Bwana, huruma za Bwana zinadumu milele. Hasira ni ya muda, ghadhabu ni ya muda, kurekebishwa ni kwa muda, kupigwa ni kwa muda, lakini fadhili zake
wakati wa Adam hadi leo. Ndio. Fadhili za Mungu. Ndio. Hata tukiondoka, ndio, watoto wetu na watoto wa watoto na vizazi, ndio, bado fadhili za Bwana ndio zitakuwa zikiongea. Haleluya. Haleluya. Wakati wa makosa, ndio, wakati hakuna makosa, ndio, fadhili za Bwana zinaongea. Wakati kuna giza, wakati kuna magonjwa, fadhili za Bwana zinaongea. Wakati tumekosea, tumeondoka katika mapenzi yake, fadhili za Bwana zinadumu milele. Shukuru Bwana kwa sababu fadhili za Jehova zinadumu milele. Hata tukasirikia milele, lakini kupendwa, tunapendwa milele. Maana fadhili za Jehova, giza inaweza kuwa tu kwa muda, lakini asubuhi furaha inakuja. Furaha inakuja. Inaweza kuwa tumepitia hali ya giza, lakini shukuru Bwana, maana furaha asubuhi inaingia. Asubuhi inaingia. Haleluya. Daudi alikuwa ameona giza. Daudi alikuwa usiku wakati wa giza, lakini asubuhi akaona fadhili za Bwana. Akaona fadhili za Bwana. Shukuru Bwana, maana asubuhi inaingia. Asubuhi inafika. Fadhili za Jehova zinadumu milele. Haleluya. Haleluya. Tunafikisha hapo. Thank you. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Wewe ambaye uko hapo ungependa kuokoka, tafadhali rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele yako. nakuja mbele zako. Naomba unisamehe dhambi. Naomba unisamehe dhambi na makosa yangu yote. na makosa yangu yote. Naomba uyafute majina yangu. Naomba uyafute majina yangu kutoka kitabu cha mauti. kutoka kitabu cha mauti. Na uniandike na uiandike katika kitabu cha uzima wa milele. katika kitabu cha uzima wa milele. Nimeokoka. Nimeokoka. Na Yesu Kristo na Yesu ni Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya huyu mpendwa ambaye ameamua na ameamini na moyo wake kukupenda Bwana na kukufuata. Ndio. Tunamuombea neema ya kumdumisha katika wokovu. Yes. Baba, tunawaombea wale wote wamesikiza hili neno pia. Neno lako likaweza kutimiza kusudi lako ndani ya kila moja. Bariki watu wako, wainue na uwatende wema. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunashukuru Mungu tunapongojea watangazaji wetu waingie kwa sababu yako, kwa sababu ya neno ambalo umesikia. Hilo neno litafanya kazi ndani ya maisha yako. Liamini asubuhi ya leo ya kwamba wakati tunaenda kumalizia huu mwaka, tumebakisha tu mwezi moja na masiku. Jambo la busara na jambo jema mpendwa ni kushukuru Mungu. Ukiamka asubuhi, kuwa na wingi wa shukrani ndani ya moyo wako na ndani ya kinywa chako. Shukuru Mungu hata ukitembea barabarani, ukiwa kwa ofisi yako, ukiwa katika hiyo biashara, ukiwa unaendesha gari, ukiwa popote pale, kwa soko, kwa shule, mahali popote kwa nyumba yako. Sasa ni wakati wa kushukuru Mungu. Kama kuna kitu tunapaswa kufanya sasa ni kuwa na wingi wa shukrani. Daudi amesema ya kwamba fadhili za Mwenyezi Mungu zinadumu milele na milele. Kwa hivyo shukuru Bwana kila wakati, na hili neno najua ya kwamba litafanya kazi ndani ya maisha yako. Hakuna jambo lingine la busara mpendwa kama kushukuru Mungu kwa wakati kama huu. Na najua huyo Mungu wa uzima atakubariki na atakuinua. Bado tunazidi kuwahimiza wewe ambaye ungependa kufadhili. Siku ya leo hatujaweza kutaja any sponsor kwa sababu hakuna yule ambaye amefadhili, lakini haimaanishi ya kwamba ukurasa umefungwa. Ukurasa uko wazi. Wewe ambaye ungependa kusponsor na ungependa tukutaje, unaweza kusimama na kazi ya Mungu, kusupport kipindi cha Neno la Uzima ama kipindi chochote kingine huko Mwangaza wa Neno FM, Mwangaza TV na Keheo TV. Na ukifanya vile na ukitaka tuweze kukutaja, tutafanya vile. Kwa hivyo Mungu awabariki. Napokaribisha mtangazaji wetu aweze kuendelea. Karibu sana. Na asante sana mtumishi wake Mwenyezi Mungu kwa neno nzuri, neno la kutujenga ya kuwa tuwe na moyo wa kushukuru. Asante sana na